watakuwa wanamkimbiza mwanamume mmoja. Kila mtu anataka huyu ndo amuoe. Wanawake 50, sikwambii 2 ama 3, itafika wakati huo. Lakini hawa akiwa na mume wake ndo mume wa kwanza ameolewa naye, haruhusu mwanamume huyu aoe mke mwingine. Lakini lao ataachika au mume wake huyu atakufa, yuko tayari kuolewa kwa mwanamume mwingine, nyumba ya 4, wacha ya pili, ya 4. Lakini yake hapa haruhusu yeye. Lakini kwa wengine atakwenda tena, yuko tayari kufanya ile makosa ambayo mume wake lao angelifanya, yeye asingekubali kuolewa kwa siri. Hasa unashangaa wakati mwingine wanawake akili zao zinakwenda vipi yani. Ndio unaona wakaekewa sheria nyingi sana wanawake. Lakini Mungu ameyaleta haya kwa kheri yenu nyinyi wenyewe, ndugu dada zangu. Mnayakatalia haya mambo, mnaweka vikwazo nyingi kwa sababu wanawake wengine pia wamekataa. Wewe unataka kukataa kama wao, kumbe wewe huoni hali ya mwanamume. Na wanaume wengine wameumbwa na nguvu za ndovu, ndugu zangu. Nguvu ya kifaru. Wao si wanaume wote wako sawa. Mwanamke mmoja labda amtoshelezi bwana, ampi haki yake kisawasawa, anaambiwa oa mke wa pili. Anaoa mke wa pili, bado wanawake wawili wote hawa anawaona mswaki tu. Anaambiwa oa mke wa 3. Mke wa 3 bado anaona ni nyasi mbele yake. Oa wa 4. Sasa ikishakuwa wanawake wa 4 hawakutoshelezi wewe mwanamume, itabidi ukapimwe kwa hospitali. Angalia una matatizo gani wewe, una problem. Inawezekani wanawake wa 4 wote bado wewe umewashinda nguvu tu. Hii yote Mungu ameweka kwa sababu ya kuzuia maovu na kwa sababu ya kuleta adala katika ardhi na kueneza kizazi. Ina kheri nyingi ndani yake. Kwa ufupi ni